Yes guys, this is Ked Maina, na kama kawa huwa na request sana muweze kusubscribe kwa channel yangu, na ili nikiweka video muwe mnaiona. Now hii ni kesi ambayo tetanishi sana ya huyu mwanadada ambaye anaitwa Doreen, ambaye aliweza kudungwa na kisu na Wakenya wenzake. Na ukweli ni kwamba wakati unasikia mtu ati anaanza kutafutwa, anakuwa ameuliwa like 1 month ago or 2 months ago, lakini huwa wanaficha hizo mambo sana. So wanapokaa kidogo ndio huwa wanawaachilia video, kwa sababu wenyewe ambao wanaishi pamoja, before waue mtu, before wadunge mtu kisu, before wapoison mtu, before wapige mtu, kuna wenye huwa wanarekodi hizo video, ndio wakati familia zao zitaanza kusema wanakosa mtu wao, waweze kuachilia video zile. Na that's why unaona kwa sasa imefika mahali wanaanza kusema ati where can we find Doreen. Na Doreen saa hiyo video yake analia akijaribu kuitana, akisema mami na kufa, lakini sauti yake yezi katoka. The reason why amedungwa hapa kwa koo ndio amedungwa na kisu. Damu tu ndio ilikuwa inamwagika everywhere. Na sasa manake mtu akirudi akufe, they always wanaenda wanamtupa mahali anaokotwa huko. Sasa anapelekwa mochari ndio ngoli isiwarudie. Lakini the fact is hakuna Mkenya anakaa na Wanepali, hakuna Mkenya anakaa na Waindonesia, hakuna Mkenya anakaa na hao watu. Kwa hivyo wenye huwa wanaua Wakenya wenzetu, it's the same ambao wanazidi kufanya tabia mingi huku za kujiuza, za biashara mbovu ati ndio waweza kulea watoto. But the fact is, mutasikia lini, mutajifunza lini Wakenya hawa? Mulikuja kazi za kadama. Kazi za kadama ni kazi za nyumba. Wacheni kugeuza kazi za nyumba kuwa za ukahaba. Kwa sababu angekuwa kwa nyumba, hangepoteza maisha yake. Asingekuwa kwenye huko Ukemboi huko kwenye mnataka kusema tulikuwa tunatorokea nini. But the fact is, ni kinembe, ni njaa ya tabia mbovu, ni njaa ya umalaya huwa inawatoa huko nje. And no one can tell me anything, kwa sababu ni Wakenya wengi sana wamekufa dhuru hii tabia ya kuwa nje ya contract. Kwa sababu hakuna kazi ingine huwa mnafanya. The only like 20% I can respect ambao wanatoka na kufanya kazi za nyumba, lakini the 80% kazi yao ni kuuza kusi na lasa. Kazi yao ni kuuza kusi na lasa waweze kulisha watoto yao. And the fact is, vifo mingi huwa zinakujia wivu ya wanaume wenye ambao wanaenda pale kwa sababu wanang'eng'ania wanaume wanauana. Now mlembo kama huyu, kwa sababu ya kuona pesa ya nyumba haimutoshi, ndio imemuelekezea kifo. Amedungwa visu, ameaga. Familia yake, watoto yake, watu yao watasemaje? Watabaki na uchungu ya milele kwa sababu ya tamaa ya maisha, kwa sababu ya watu ambao hawana haja na maisha ya wale wengine, kwa sababu ya watu ambao wana wivu na maisha ya ule mwingine, kwa sababu hiyo haikuwa kitu ya kufikisha mtu kuua mwenzake. Now as you can see, Doreen, you are normal. Umekufa tu hivyo, kitu ambao ungetulia kwa bosi wako na mambo ya. Anyway guys, subscribe to my YouTube channel upate udako zaidi.